Na wakaribisha katika jina la Yesu Kristo. Karibu sana tena tunaposhiriki neno lake Bwana. Majina yangu naitwa Pastor Elijah Luther, born again. I love Jesus Christ as my personal savior. Na leo nataka kuzungumuza kuhusu wachana nayo itajileta yenyewe. Haleluya. Wachana nayo itajileta yenyewe. Inamaanisha nini? Kuna mambo fulani unaweza kuwa umefuata kwa muda mrefu sana. Umefuata kwa sadaka, umefuata kwa maombi, umefuata kwa utakatifu, umefuata katika vitu mingi sana. Umewekelewa mafuta, umeombewa na kila mhubiri, umefanya mambo mengi sana, umejaribu kunyenyekea, lakini bado haujapata hayo mambo. Mungu amenituma leo nikwambie wachana nayo itajileta yenyewe. Kuna vitu unaweza fuata katika maisha yako na ukazipata kwa haraka sana. Lakini kuna vitu zingine zinakuja kwa maisha yako kama wakati umefika. Haleluya. Sasa leo kile umefuata sana, umefuata muda mrefu sana na haupati, wachana nayo itakuja yenyewe. Hata Mungu anasema katika Isaiah chapter number 60 verse 22 ya kwamba mimi Bwana nitatenda wakati wangu utakapokuwa umefika. Maybe ni amani umeifuata kwa muda mrefu na haujaipata, wachana na hiyo amani, itakuja yenyewe. Maybe ni uponyaji umefuata kwa muda mrefu na haujapata hiyo uponyaji, umeifuata kwa matibabu kila mahali kwa maombi, wachana na hiyo healing. Hiyo uponyaji itakuja yenyewe tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maybe ni mtoto, we ni mama, maybe nazungumza na mama, we ni tasa. Umetafuta mtoto kwa muda mrefu sana lakini haujapata, wachana na yeye. Siku moja utaamuka tu upate uko mimba. Jina la Bwana barikiwe sana. Maybe ni promotion. Umetafuta promotion kwa muda mrefu na haujapata, wachana nayo. Hiyo promotion itajileta yenyewe. Maybe umetafuta ndoa kwa muda mrefu sana. Umejipaka, umejirembesha lakini haujapata ndoa. Haleluya. Wachana nayo sasa, itakuja yenyewe tu. Kuna jamaa atatokezea mahali mzuri sana. Hata utamuuliza hii miaka yote ulikuwa wapi? Haleluya. Ama we ni kijana kwa mahali umetafuta mke kwa muda mrefu sana. Umefanya mambo yote lakini haujapata. Wachana nayo, atajileta mwenyewe. Haleluya. Maybe ni watu, maybe ni unataka umetafuta mtu wa kununua property yako. Either ni shamba lako unataka kuuza, ama gari lako, ama kuna kitu umetafuta kuuza kwa muda mrefu lakini haujapata mtu wa kununua. Wachana nayo, itajileta yenyewe. Jina la Bwana barikiwe sana. Maybe ni customer. Umerembesha kazi yako vizuri lakini bado hujapata watu. Umetumia njia zote lakini hawajakuja. Umefanyiwa maombi, umefanya sadaka, kila kitu bado hawajakuja. Mungu amenituma nikwambie wachana nao, watakuja wenyewe masaa itakapokuwa imefika. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno linasema katika Yeremia 15:19. Yeremia chapter number 15 verse 19 ya kwamba watakurudia lakini wewe hautawarudia. Kuna masaa itafika watu watakuja wenyewe kabisa. Hata utashindwa watakuja namna gani. Kuna masaa itafika hiyo kitu umeitafuta kwa muda mrefu itajileta yenyewe. Isikukula kila wakati. Maana itakupatia pressure bure wakati unapoifuata. Wachie Mungu, wewe tafuta Mungu, kaa katika presence ya Mungu. Hizo vitu zitakuja at the right time. Jina la Bwana barikiwe sana. Unaona hata mwana mpotevu. Haleluya. Katika kitabu kile cha Luke, haleluya, Luke chapter number 15 verse 20. Biblia inasema kwamba time ilipofika alirudi kwao. Baba yake alikuwa amemtafuta muda mrefu sana. Watu walikuwa wamemtafuta muda mrefu sana. Walingangana vile wanampata lakini ilishindikana. Lakini masaa ilipofika aliondoka mwenyewe na akarudi kwa wazazi wake. Roho Mungu anasema mchana wale, wachana na hiyo kitu umetafuta kwa muda mrefu. From today kama unasikia ninaongea na wewe, wachana nayo, itajileta yenyewe. Jina la Bwana barikiwe sana. First King chapter number 18. First King chapter number 18 verse 1 and 2. Biblia inaongea kuhusu habari ya Elijah. Ametabiri mvua hii kunyesha muda wa miaka 3.5. Elijah akapotea kabisa kwa muda mrefu. Ahabu akamtafuta kabisa. Watu walimtafuta muda mrefu lakini hakupatikana. Lakini hapo First King 18 verse 1 and 2. Neno la Mungu likamujia. Biblia inasema kwamba Elijah akatokezea baada ya miaka 3. Haleluya. Mimi sijaelewa ni nini umeitafuta kwa muda mrefu mpaka umekata tamaa. Wachana nayo, itakuja yenyewe.
Elijah alipotokezea mambo ikabadilika tena. Haleluya. John chapter number 20 verse 19 to 21. Hata Yesu mwenyewe wakati amefariki, wakati amesulubishwa, wanafunzi wameng'ang'ana kabisa, wamemtafuta, imeshindikana. Wanalia, wanajiuliza mwalimu wetu alienda wapi? Wengine wamekata tamaa, wamekata tumaini. Lakini masaa ilipofika, Biblia inasema kwamba katika hiyo John chapter number 20 verse 19 and 20, Biblia inasema kwamba Yesu akatokezea katikati yao. Ni imagine milango ilikuwa imefungwa, madirisha imefungwa, lakini Yesu akapia katikati yao akasema amani ikuwe pamoja na nyinyi. Akaonyesha zile alama, zile zilikuwa katika mikono yake. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wachana na hiyo kitu umetafuta kwa muda mrefu, itajileta yenyewe. Mungu amenituma tu nikwambie namna hivyo. Hiyo kazi, hiyo promotion umetafuta kwa miaka, mpaka umeenda kwa mganga, mpaka umefanyiwa maombi yote, umeenda kwa kanisa, umeenda kwa mganga, kila mahali haujapata. Wachana nayo, itajileta yenyewe. Uko na kipawa lakini bado hakijaanza kufanya kazi. Umejaribu njia zote vile kitafanya kazi, imeshindikana. Wachana nayo, time itakuja, kitajileta chenyewe. Kuna zile ndoto umeota muda mrefu sana, umelilia Mungu sana lisi Mungu atimize hata ndoto moja peke yake, lakini bado haijatimia. Ndoto zile mzuri zimekukula akili sana. Wachia Mungu, wachana na hizo ndoto. At the right time, Isaiah chapter number 60 verse 22, masaa itakapokuwa imefika, kutakuwa na mlipuko. Jina la Bwana barikiwe sana. Umelilia mume wako abadilike muda mrefu kabisa, lakini habadiliki. The more unaomba, the more kunaharibika. Wachana na yeye, masaa itafika atabadilika mwenyewe. Umelilia mke wako abadilike kwa muda mrefu, lakini hajabadilika. Wachana na yeye, tafuta Mungu. Time itakuja kufika, atachange mwenyewe. Umelilia mtoto wako at least aperform vizuri kwa shule. Umetumia njia zote, umemwekea mwalimu wa kumfundisha tuition, umempeleka shule mzuri, lakini bado performance yake ni mbaya. Paka unauliza Mungu, kwani Mungu kulienda namna gani? Bwana ameniambia nikwambia kwamba wachana nayo. Masaa ikifika, itajileta yenyewe. Hallelujah. When God's time will appear, itakuja yenyewe. Hizo pesa umeziota muda mrefu kwa ndoto na haujapata. Umeng'ang'ana kabisa, imeshindikana. Wacha kuzifuatilia. Time ikifika, at the right time, zitakuja zenyewe. Jina la Bwana barikiwe sana. Umetafuta amani kwa nyumba yako muda mrefu, imeshindikana. Umetafuta amani na watu, imeshindikana. Mpaka umejaribu kukua mzuri kwao, lakini imeshindikana. Wachana na wao, masaa ikifika watakuja wenyewe. Wacha nikuombee katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nimenyosha mikono yangu katika yeyote Bwana atakutana na video hii. Kuna mambo Mungu amefuatilia kwa muda mrefu lakini imeshindikana. Amefuatilia kwa sadaka, amefuatilia kwa maombi, amefuatilia katika unyenyekevu, amekuwa mtu mkarimu na amekuwa mtu mzuri sana, lakini bado hajapata yale mambo. Umenituma nimwambie kwamba Bwana aachane na hiyo mambo, maana itajileta yenyewe at the right time. Wale wamekuwa na depression kwa sababu mmefuata muda mrefu na mjapata, Mungu awaponya kuanzia dakika sasa. Ninawabariki, ninawabariki na ninawabariki. Na ile majeraha mumepitia, Mungu awaponye kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Jehova asimame na maisha yenu, asimame na watoto. Wale mnatafuta watoto, wale mumetafuta promotion, wale mumetafuta amani, wale mumetafuta uponyaji kwa muda mrefu, wale mumetafuta kazi, wale mumetafuta kuuza property zenu, either ni mashamba, either ni magari, either ni vitu mko nazo, lakini kwa muda mrefu bado hamjauza. Mungu ameniambia muachane nayo, itajileta wenyewe at the right time. Ninawabariki katika jina la Yesu. Asante sana kwa kunisikiza na pia kufuatilia message hizi. Tuko katika TikTok vile ninawaambia. Ukikosa message hii katika TikTok, ingia katika YouTube, search Pastor Elijah Luther, utanipata pale. Utasikiza sermon zetu na Bwana atakubariki. Na pia unaweza like page yetu, una like page yetu katika Facebook na utazifuatilia na Mungu atakubariki sana. Others ninawapenda sana. Mesha nikiwaambia kwamba kila wakati nawakumbuka kwa maombi. Hata nikiwa kwa mlima bado ninawakumbuka kwa maombi. Others ninawapenda sana, upendo wa Kristo Yesu. Mungu awabariki sana. God bless you. God bless you. God bless you. Shalom, shalom, shalom.